hata maiti ukienda kuziamisha hivi sasa zilizokufa mwaka 1961 ukiwauliza nani anastahili kuwa mchezaji bora wa mwezi, watakwambia ni Mwamba sana. Tafuta. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo kupata ubingwa wa ligi kuu soka ya wanawake. Ubingwa huu tumepata wiki 3 zilizopita. Leo ilikuwa ni kukabidhiwa rasmi ubingwa, na kimsingi leo ni siku ama ilikuwa siku ya kukabidhiwa jasho letu, siku ya kukabidhiwa heshima yetu, siku ya kukabidhiwa ubingwa ambao tumeotolea jasho kweli kweli. Leo ilikuwa ni Simba ya kuvikwa, siku ya kuvikwa umalkia wetu ambao tumeupambania kwa takriban msimu mzima. Tumefikia mafanikio na malengo ya kukabidhiwa ubingwa. Tunawashukuru na kuwapongeza wachezaji wote wa Simba Queens kwa kazi kubwa waliyofanya. Tunafahamu haikuwa nyepesi hata kidogo. Ligi kuu soka ya wanawake hivi sasa ni ngumu kweli kweli. Timu ngumu zimeongezeka. Kuna Yanga Princess na ngumu, kuna JKT Queens ni wagumu, kuna Mashujaa Queens ni wagumu, kuna Tausi ni wagumu. Kwa hiyo kila unapoenda unakutana na upinzani kwa kweli. Tofauti na miaka ya nyuma unampiga mtu goli 5, 6, 7 yani ile kiulaini, lakini siku hizi ni ngumu kweli kweli. Lakini kwenye ugumu huu Simba Queens tumefanikiwa, tumechukua ubingwa. Pongezi kwa kila mwana Simba ambaye ametoa jasho muda kwenye kupambania ubingwa. Tunawapongeza wachezaji, lakini kwa kipekee kabisa tunampongeza Mwalimu Musa Hassan Mgosi kwa kuweza kuitengeneza na hatimaye kuifanya Simba yetu kuwa tishio. Ukiangalia Simba Queens yetu ni timu mpya, ina wachezaji wachache ambao ni wa muda mrefu, wakina Corazon, wakina Densa, wakina Janet, lakini the rest ni wachezaji wapya, tena ni wachezaji wadogo. Lakini kwa huo upya wao na udogo wao, Mwalimu Musa Mgosi amefanikiwa kuwaunganisha na kutengeneza Simba iliyokuwa thabiti. Hatimaye leo tumepata ubingwa. Kwetu wana Simba ni furaha kubwa kweli kweli. Nikikwambia mipango hivi sasa nitakuwa na kudanganya, hata kama uko mbele ya muda, lakini hujamaliza hata mashindano ya ndani, umeshaanza mipango ya Sekafa. Itakuwa ni usambi kusema kweli, itakuwa ni bobish. Ukweli ni kwamba kwa sasa tunasubiri kukamilisha mchezo hiyo kwaya hiki kweli. Wewe ulivaa earphone, kwaya haingii kwaya, una uhakika? Basi unyama, tuendelee. Kwa hiyo kwa sasa tunasubiri kumalizia mechi moja hii ambayo imebakia, na baada hapo tuingie kwenye sherehe za ubingwa. Tukimaliza tuna muda hapo wa kufanya tathmini ya kuiangalia timu yetu, ubora wake, udhaifu wake, na baada hapo tufanye mabadiliko kidogo kuelekea kwenye michuano ya Sekafa. Sekafa ni tofauti na ligi ya ndani. Sekafa ni mkusanyiko wa mabingwa kutoka ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni cream ya Afrika Mashariki inakutana uwanjani. Kwa lazima timu yako na wewe iwe thabiti na iwe bora. Na sisi malengo yetu sio Sekafa tu. Malengo yetu ni kwenda kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo tutakwenda kuboresha timu yetu kidogo kulingana na mahitaji ambayo walimu watapendekeza, na baada hapo twende kwenye Sekafa tukashindane na twende tukatimize malengo yetu ya kwenda kucheza ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Simba Queens ndio timu yenye mafanikio zaidi kwa upande wa wanawake. Ukiangalia kwenye mashindano ya ndani na kwenye mashindano ya kimataifa. Kwenye mashindano ya kimataifa Simba
Queens ndio timu pekee ambayo ikicheza nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. JKT amekwenda mara zote amekuwa akishaga tu hatua za makundi. Kwa hiyo ukija ukiangalia mafanikio ya ndani, Simba Queens ni timu yenye mataji mengi kweli kweli. Ukija kuangalia kwenye michuano ya kimataifa, Simba Queens ndio timu yenye mafanikio makubwa zaidi, na sisi ndio malengo yetu kuwa na timu ambayo inafanya vizuri dhidi ya timu zote ambazo zipo katika ligi husika. Tumefanikiwa kutengeneza heshima hiyo kwa Simba Queens. Inatokea mara moja tunapoteza ubingwa, lakini inakuwa sio mfululizo. Tunapotea mwaka huu, mwaka unaofuata tunarejea tena kwenye ubingwa wetu. Chachu ya inaambukiza. Unajua kitu kibaya kinaambukiza, ndio maana wasemaga samaki mmoja akioza wote wanaona, na kinyume chake inakuwa ni sahihi vile. Samaki mmoja akiwa hai na wengine wanakuwa Simba Queens kuchukua ubingwa huku maana yake inatoa chachu kwa timu nyingine za Simba na zenyewe kufanya vizuri, kwa maana ubingwa huu unakwenda kuathiri moja kwa moja Simba ya wakubwa. Ubingwa huu wa Simba Queens unakwenda moja kwa moja kwenda kuamsha Simba ya vijana kwa maana ana 20 na under 17. Kwa hiyo kitaasisi unawachukua haya mafanikio unakwenda kuyapeleka kwenye timu nyingine kwa ajili ya kuboost morale zao. Mipango kuelekea mechi yetu ya Pamba Jiji tayari imeshaanza. Kikosi kiko mazoezini tangu wiki iliyopita tarehe 1 ya mwezi wa 6 na mpaka hivi leo tuna siku 12 tukifanya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mechi yetu hii dhidi ya Pamba Jiji. Tunafahamu ugumu wa mchezo huu, tunafahamu umuhimu wa mchezo huu, na ukiangalia msimamo wa ligi so far tumebakisha michezo 5 na malengo yetu ni kuvuna alama 15 bila kupungua hata thuluthi ya alama katika hizo 15. Maana yake ni kwamba tunataka kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu, na ndio maana tumefanya maandalizi makubwa. Tuanze vyema na Pamba Jiji, twende kwa Mbeya City, twende kwenye michezo mingine yote, tushinde, tuvune alama 15, tuwe tumemaliza ligi kwa salama wa salimini. Sherehe za ubingwa za Simba Queens zitasubiri sherehe za ubingwa za Simba Senior Team ili tuzifanye kwa pamoja. Yaani tunataka paredi la pamoja ambalo litahusisha Simba ya wanamume, litahusisha Simba Queens, lakini vile vile litahusisha timu zetu za vijana ambazo bado ziko mashindanoni hivi sasa. Kwa hiyo msururu wa paredi utakuwa na Simba Senior Team tukiwa na kombe letu aidha la NBC ama la CRDB ama yote kwa pamoja, lakini gari la pili litakuwa la Simba Queens wakiwa na ubingwa wao. Gari la tatu Simba under 20, gari la mwisho ni Simba under 17. Kwa hiyo kwa sasa Simba Queens tunaendelea na sherehe za ndani. Baada ya ligi ya wanaume kumalizika, tumevuna ambacho tumevuna, tutafanya sherehe ya pamoja ya timu zote za Simba Sports Club. Sina hakika. Chama mzidi. Chama kamzidi na mimi nakubali chama kamzidi okay. Tunataka tuende kwa swala unasemaje? Ulizungumza ukasema mchezaji ambaye anapaswa kuchukua mchezaji bora kwa ni yule ambaye amemzidi tu mchezaji bora wa mechi
chama, lakini ana tukio la kuchukua mbele ya chama ambaye ana tuzo zile ambazo chama kimekusanya. Kwa chama kamzidi okay. Kwa kwenye maisha mwenye mbili ni bora kuliko mwenye tatu. Yote kwa yote, kamati ndio wenye maamuzi ya mwisho ya kuamua nani awe mchezaji bora wa muda husika kulingana na vigezo na masharti yao ambayo wameweka. Bahati mbaya mazuri ni kwamba vigezo hivi haviko wazi. Hakuna mtu yoyote ambaye anajua nani anakuwa nani baada ya kufanya kitu gani. Na kamati ndio wenye maamuzi haya ya mwisho baada ya wao kujiridhisha kulingana na vigezo vyao. Sisi tunabaki kutoa maoni kwa kulingana na kile ambacho sisi tunakiona, na sisi tunatoa maoni subjective, yani